Mane ombangi we. Nenda sana. Kwanza byange ni omona juu. Ni ngema. Leo siku tole etewe kile pinda vijana na kanisa. Tuma na swali tole na yolo siku. Na ile wengine makalobo kwa karibu na vijana mangi sana. Kwa karibu na wala vijana. Sasa mama ngata ucho tu kanisa. Au mtazamo ucho mwana ile ito ndio sawa shita mama ucho kanisa. Ukeli ali bitumanga binatenjwa. Ndiyo. Na wenda mangu tunanja manoma tunacho mshukuru to bimbeshi. Tunacho yero. Ndiyo. Sita unava chimu sababu cha misingi kwamba mbo yabo unava mtu kana yungwa jihusisha na masuala ya makanisa. Na maana kwamba ale tambo ya kanisa mpaka sukumwe bao wale ukiwapa pia wale wao maana kwamba ni wewe kanisa pili na umuhimu sana. Na maana kwamba roho amona ala moya mbingi ya kibi kwa aiza sasa mboka kuliko kanisa mwana tamu poteza muda. Ya ule unababange lumu malwachi aiza lumu kimani taba o mazaidi nafikiri na wewe msababu yuko kwanza taba o kimani. Okay. Na ule pia bange ana tukuta lumu makatole bese usangama stage matoche matuba kwa kushana. Ya ule baki uva usanga amutumia mpaka lwainga ukosho kwa tale na muda lumu wijwa kanisa ya kinamna kwamba oyanjive tevile vikyo lumu masali omboka mchache usuku lumu chashire na schedule kilomo kwa yabamu Simangu kwa china balumu kimisingi ya kisha tuna balumu kimisingi ya kibinafsi ya maisha wa kilumu private ya ulumu yonaima nyali na Mungu vile ya na pamoja na hayo pia ule bali bangi mbona kanisa hicho bwana tuama kanisa kwa hiyo mtete vile na ule bangi lose akibo chatenda vile aba sinishie ya kwa hiyo bibi vinatendo mbaya sawa swali lingine lakini naona hicho swali no ikaula zaidi sana Kiswahili ya sababu gani vijana hawaji today kuja kanisani. Sasa kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha vijana kutokuja kanisani, ambazo zinawafunga wao hawaji kanisani. Sasa hizo sababu kibinafsi siwezi nikaelezea zote kwa ujumla wote wa vijana. Kama leo kanisani nimeona vijana wachache hawajaji, sina kwanza mawasiliano nao ya hivyo itakuwa ni vigumu kuelewa kwanza sababu yao ya leo. Lakini hiyo swali yako inaeleza ujumla. Yes, kwa ujumla hata bali wengine hawajajua na kiasi. Yes. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sisi vijana ni watu ambao tuna mambo mengi kwanza elewa. Kwa sababu vijana ni maji ya moto. Tuna mambo mengi na hayo mambo mengi yanasababisha sisi tusiwajibike sana kanisani. Mimi mwenyewe amenibana nina wiki 5. Katika hizo wiki 5 nimeingia kanisani mara 2. Yaani nimechelewa wiki zingine 3. Wiki 5. Nimechelewa wiki 3, nimekuja wiki 2. Hivi ninavyoongea na wewe ndio wiki ya 5 na hii ni mara ya 2 kwa hizo wiki 5. Hizi zingine wiki 3 hapa nimechelewa kwa sababu zingine ambazo zimenibana mimi. Shughuli mbalimbali na mambo mengine. Sasa kifupi ni kwamba vijana kuchelewa kwao kanisani ni ujana wa moto. Wengine hatuna sababu za msingi sana. Unakuta mwili umechoka, unashindwa kukuja. Wengine unakuta wamesafiri, wanaona ni mbali, hawaji. Wengine unakuta wamefanya overtime. Ile jana ile ya Jumamosi, ameamkia leo saa Jumapili. Amekesha. Sasa kule kuamka usingizi wa asubuhi anashindwa kuja. Sasa hizo kwanza ni sababu ndogo ambazo mimi naeleza. Ni sababu ndogo, ni ndogo sio kubwa. Hizo ni ndogo tu nimetoa kwa sababu ya watu pia wanaweza kwa nini vijana wengi hawaji kanisani. Hiyo ni sababu ndogo. Na kuna wengine wanakosa usafiri.
wengine wanapata. Wapo vijana ambao gari zao zimeharibika, hajanunua gari imeharibika. Kuna yule ambaye hajanunua gari. Sasa ule muda ambao njoo uchukue, kuna mtu amepita huko maana amechelewa, acha tu nimwache huyo hii Jumapili, nitamleta Jumapili nyingine. Na atakuwa wengi wako tayari. Na hivyo vinatokea hivi ninaongea sasa hivi kwa usafiri. Kitu ambacho hichi kipo leo kinachelewesha vijana, hata wa baba, hata wa mama, hata familia. Sasa wewe ndio unaenda kuchukuana, unapiga mahesabu, nishachukua familia kama ngapi, tena kufika kule kuja nitakuwa sasa nimeshachelewesha hata hao wengi ambao niko nao, acha tu hao wengi ni waishi, ule mmoja basi achelewe, wewe umebaki. Sasa hiyo inawezekana nyingine sababu ambayo ninaweza nikaiongezea, lakini hii ni kwa sababu yangu. Ila kila mtu anaweza kaulizwa swali hili akaleta haya akajibia jibu ziko tofauti kabisa. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Amen. Kwa jina naitwa Vumilia. Najulikana tena kama binti wa Beteli, dada wa imani. Kwa swali ile ambalo kakaangu ameuliza hapa ni swali nzuri. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana sana kwa watumishi na wasio watumishi. Especially mataifa wale wasio watumishi wa Mungu. Ukimuuliza kwa nini hutaki kwenda kanisani, kwa wadada unaweza sema kwamba bile bio vingi vile vya mbona msumbo ine manga unakuwa kuna mshauria lakini apendi kushaurika. Unaona? Ndio anaanza kuambia kwamba unajiona wewe ndio uko bora sana, mtakatifu sana kutuzidia si watu. Niweza kuwa naokoka hata ukuzidi. Nasema sio vibaya, lakini ile kwenda kwa kanisa ni ya muhimu kwa sababu Biblia inasema yenyewe kusanyikeni kama ilivyo desturi ya wengine. Unaona? Na kwa upande wa kaka zetu ninaweza nikasema tu wanaweka sana vitu vya kimwili mbele kuzidi vitu vya Mungu. Unaona, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu anasema mwenyewe kwamba anampenda ampendaye, naye mtafutaye kwa bidii atamuona. Na vijana wetu wanamtafutaga sana Mungu kipindi washakuwa na shida, wanaumwa, wana matatizo. Unaona, ndio wanakuja mbio kumtafuta Mungu, lakini haikuwa hivyo. Mtafute Mungu kipindi kile uko sawa na kiaona sawa. Unaona, na vijana wetu mipira, ma video game, na sababu nyingine sana inaweza ikawa kazi, kwa sababu kuna wengi sana wanatumikaga siku ya Sunday hivyo, wakija kazini wamechoka nini, namwambia twende kanisani, nakosa ile nguvu ya kuja kwa sababu ya mchoko wa kazi. Ndio naweza nikajibia tu hivyo. Amen. Kwa jina naitwa Faraja kama Comfort tena. Kwa mtazamo wangu mimi niko na sababu ni kuna msemo vijana wengi wao wanasemaga kwenda mkanisa sio kuokoka. Mkanisa mko watu wenye watu walevi, ndio wanafanya matendo yao, utakuta mwanakwaya huko eko naimba kitoka mkanisa anaenda fanya mambo mengine. Sasa mimi siwezi nikaenda kanisa kwa sababu ya hiyo. Yaani mimi ndio naona ndio sababu ya mimi watu wengi wanaenda kanisa. Hawazuri kanisa space, especially vijana. Kwa mtazamo wangu. Amen. Haufikiri kwa sababu kuna vijana ambao walikuwa wanakia kanisani sana. Kupitia vile vile wanakia kanisa, yawezekana ni mdada vile vile anakia anavala, akaanza kuona kama anatengwa hivi, yawezekana anavaa wigi, suruali, anavaa kibini, akaanza kutengwa, ikawa ndio reason yeye kutokuja kanisani. Wataka kufikiria hiyo. Hiyo nalo neno. Kwanza hiyo ni kweli na inatokea sana. Kuna watu wengi wanaacha tu kuja kanisani kwa sababu mimi mavazi yao, tabia zao zinaendana na kisi wengine wanavaa huko. Hiyo inatokea, yes, but mimi naweza sema ni kwamba kwanza kubali kushauriwa. Mwenye kwa anakushauri anakupenda, sio jana kuchukia, no? Na kama mtu uko anasema sana, kaa chini kwanza ufikirie. Kwa nini wananisema? Nahitaji nibadilike. You know? Sio eti ndio mimi niko hivi, natakuwa hivyo sisi nikabadilika, no. Alafu kuna kingine tuseme sijui kama niweke aje, lakini ya wadada straight by English people. Mimi nikivaa pantalo kanisa ni fresh, hakuna shida. Yaani kifanya wanakuwa normalize vitu sana. Yaani ikikuwa tu hivi kwa sababu wengine wanafanya na mimi ni kawaida, na mimi nikifanya hakuna kitu kinaweza kutokea, lakini tusaulike pia na mila zetu. Maana matumishi
Ya, so mimi nitajibu swali yake na ni swali ya mzuri sana. So ni kwa mtazamo wangu mie. Ya, sababu niko naona vijana wengi hawahudhurii ibadani. Cha kwanza, especially bale bakaka banawiwa sana na mambo ya pombe, mpira, ma video game. Kwa sababu unaweza kusema like mshawishi kaka like leo twende kanisani utasikia niyo si sole like ishi niyo si mwana nema nini utasikia pengine niyo si mwana ne Barcelona wherever Madrid. Sasa banashindwa kuelewa like Mungu ndio anakupa uhai wewe kuangalia hiyo game, Mungu ndio anakupa hiyo pumzi ya wewe kuangalia hiyo mpira. Sasa sielewi ni kitu gani kiko kinasababisha washinde kuhudhuria ibadani. Twende kubadala nabo moso badada bitu ya tuko tunashobokea sana ni like masombe makude like harusi hayo zakachelewa, na kama ni kuspend like tuseme $500 hapo unaweza kufanya hivyo, lakini mwambie sasa auzurie ibadani. Oh my God, unaleta uadui. So bitu biko nafanya bakose kuhudhuria ibadani ni hizo distraction like ma wedding banaume mpira stuff kama hiyo, kwa mtazamo wangu. Na kitu cha kwanza nakani kwamba ibambo ino ipindi ya mbaka ti nafasi yose yenye mwone au vijana imone zungumza maneno kama na ile tukamolo zaidi sana ibana bitu bitolaonge au makalo lubaka ile tukamolo mbaka izungumzia zaidi sana leto iba mchunge na mwone nditoma pindi abayo hiyo na kanya mwene ombe hiyo bana ipata ile nafasi zaidi sana mamakalwa vijana ishaba zaidi sana ishacho kanisa ole sababu manga chile manga na chailo cha zaidi sana na chimo jizirisha mwingine vijana ishachwa ni ambo ya mwene ole baadhi ya bito inande ana iorozesha zaidi sana sababu ya moja wapo ya bio vitu na soma na unda misomero mbakana byandika ili ondielewesha bange batu yelewa zaidi. Kwa uchunguzi wa hivi karibuni uliofanywa inaoongoza kwa utafiti ambalo lengo lake ni juu ya uhusiano wa imani na utamaduni kubwa nilipata kuwa chini ya 1% ya idadi ya vijana nchini hapa Marekani wana mtazamo wa ulimwengu wa kibiblia. Hata zaidi ya kushtusha, data inaonyesha kuwa chini ya nusu moja, 1% ya Wakristo kati ya umri wa miaka 18 23 wana mtazamo wa ulimwengu wa kibiblia. Hiyo mtazamo wa ulimwengu wa kibiblia. Okay. Naona ile ndio makala. Ole elimu ya zaidi sana pitikana mwingine hono tamaduni wetu bechu zaidi sana vijana rubaka zaidi sana tumusangana na elimu tofauti sana na jinsi makambo mamwe ongelea jinsi ya Biblia. Sasa ile etu lunganya batu wenge ni ochielewa Biblia mzungumza itobe. Kwa hiyo sababu ya vijana mwanzo kanisa ile mtazamo yes kupitia translation ya sona ya maneno mamungu. Sisi hiyo tunashukuru Mungu sana hiyo kidogo. Asante. Wewe na mimi yes karibu. Amechangia wewe. Tumuonda ielewesha zaidi sana ili dobaka wetu lumanye benebele yichangamane. Ndiyo. Tatu manye kwamba nibo tuachwa eno esi ya Marekani. Bali ama to manye kwamba nibo twaola. Taole enge yose enya etona etabila yani bili changamane ombe. Ndombaka ya kwanza ya chelela betu vijana. Tumanye benebele ya mwane ombe tu. Tumanye benebele ya mwane ombe utuli. Na bana ikambolengela lalo PTA wemo seminar ya tendela vijana na hiyo kunde vile emo ongelea zaidi sana vijana ndombakalo vijana taba ondi changamone ombe bene
Obile masababu malozungumzi wa watu. Ule utafiti wa vijana wa Kikristo 75%. Pia hao vijana walipata kuwa karibu 75% wa Kikristo wanaoondoka kanisani baada ya shule ya sekondari. Moja ya sababu kuu ya kufanya hivyo ni nadharia ya kushuka ya akili. Ya kushuka ya akili. Hii ni matokeo ya vijana watu kutofundishwa Biblia katika nyumba zao au kanisani. Takwimu zinavyoonyesha kuwa watoto wetu leo hutumia wastani wa masaa 30 kwa wiki katika shule za umma ambako wanafundishwa mawazo ambayo yanapinga ukweli wa kibiblia. Kwa mfano, wageuzi kubadilika kwa ushoga, kisha wanarudi nyumbani kwa masaa 30 kwa wiki mbele ya televisheni wakishambuliwa na matangazo ya uasherati au kuunganishwa marafiki mitandaoni na kaa mitandaoni kwa masaa kuzungumza na wengine au kucheza michezo wakati wa uliotumika kila wiki katika idara ya Biblia kanisani ni dakika 45 tu. Nimekwenda kuzungumza hayo kwa sababu gani? Totendebo na yo tenda byo lumbakalwa ole dito vijana mbamanga bakone alumbakalwa utamaduni wa mitandao na zaidi sana totende bano ba sekondari banafunzi niki bamanga zaidi sana bamu ikechibwa bamu na ole bamanga ibamu bwelwa lumbakalwa zaidi sana Biblia ikechibwa Biblia ibo mao makambo male tofauti amishibwa ale mtu alomandi tale mwene ombe sasa ile eto emo ingira mabombo enge emo yani emo isoma tofauti na bija jende ataka mwene ombe bechuto change sasa eyo eto emo zidi kona vijana na zaidi sana ya chelela zaidi sana mafundisho vijana mapiti emo ngina chabo nyumba na mwingine makanisa mafundisho nia sana vijana mwingine makanisa na mwingine babu machu nito musanga zaidi sana vijana manga aba undi ito changamone ombe niyo makanisa abe changibwa. Amen. Nashukuru manga. Amina. Asante baba.